ninakuja mbele zako, unifanye jinsi wewe upendavyo, unifinyange, unifanye jinsi wewe upendavyo. But as many as received him, to them he gave the power to become the sons of God, even to them that believe in his name. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale walioaminio jina lake. Aliwapa uwezo. Unahitaji wokovu, si wetu. Unapookoka unapewa uwezo. Unapookoka unapewa uwezo. Kwa hivyo usitetemeke, umpende tu Mungu. He gave them the power. Aliwapa uwezo. So the alternative venue, this is the alternative place for the gospel. Kwa hiyo hii ndio nafasi mbadala ya injili. Nataka kusema hivi, ukikataa injili, injili haiwezi kosa an alternative venue. Wewe ukikataa Yesu atakataliwa na kila mmoja. Kuna place atapokelewa tu. Ni kwa faida yako tu, ni kwa faida yetu. Ukimkataa Yesu, ataenda mahali ambapo atapokelewa. Na when Jesus was preaching, akasema the kingdom of God is being, you know, since the times of John the Baptist, the kingdom of God suffereth violence. Kutoka zama za Yohana, ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu, and the violent get it, na wenye nguvu wanaupata. And Jesus said, na Yesu alisema, he told the Pharisees, aliwaambia Mafarisayo, you Pharisees, enyi Mafarisayo, be careful, because the kingdom is being taken over by harlots, by drunkards. Jitahadharini, ufalme wa Mungu unachukuliwa, unang'ang'aniwa na walevi na the harlots, makahaba. Bora tu akubali, utawaendea. Wokovu inakimbilianga mahali ambapo inakuwa celebrated na kupokelewa. Mtu anasema kuja Yesu, ataenda. Haijalishi umehubiri kwa muda gani, siku ile utachoka na kuna mwingine anachukua. Usichoke. Siku ile utachoka kuimba, useme ati ni mimi tu, si wewe tu. Kuna mtu mahali atapokea tu na ataendesha hii injili. Ukiona tu hivi